Kwa hivyo lazima masala haya tuweke wazi, tuoneshe msimamo wetu ni gani, na masala haya yakaririwa kila mwaka. Na mwaka huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia jambo ambalo litatokea, jambo la kushikwa yua. Jumanne litashikwa yua kusini mwa Afrika, ambao watu wa South Africa na Madagascar wataona lile yua namna linavyoshikwa. Shangaa imejulikanwa hii kama Jumanne itashikwa yua. Kwa hiyo hizi ni hisabu. Somo la astronomy, kuna somo ilmu al-falak. Sisi tumezoea tukisikia falaki ona ni mambo yale ya kifalaki, lakini si falaki ile, falaki ya anga, namna kusoma anga. Kuna somo watu soma somo la astronomy, kusoma anga. Wote shangaa sahihi, kuna hizi barnamiji za kuonesha nyakati za swala, kwa tarehe fulani yua litazama wakati fulani dakika fulani, imejulikanwa iye, au zimetoka timetable za Ramadhani ya 15 tutafungua mwadhini ikifika saa 12 na dakika kadhaa, imejulikanwa iye. Ni watu wamesoma ilmu falak, wamesoma astronomy, wakapiga hisabu, wakaona kuwa yua litazama mwezi wa Ramadhani, siku 15 ya Ramadhani litazama nyakati fulani. Sasa ikiwa watu wamelisoma yua na wakaweza, je, hawawezi kulisoma na mwezi? Na mwezi nao umesomewa. Watu wa yua kwa mwezi utaonekana siku fulani, dakika fulani. Hili ni elimu ya astronomy, na hii iko ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aapa kwa yua na mwangaza wake, na aapa kwa mwezi na kufuatwa kwake kwa yua, yani mwezi hufuata yua. Mufassirun wakanena kuwa anna shamsa idha gharabat falqamaru yatba'uha laylatal hilali fil ghurubi, kuwa mwezi hufuata lile yua siku ya hilal. Hilal ni siku gani? Ni siku ile mwezi unapoonekana, huitwa hilal. Ule mwezi ukikamilika full moon huitwa badr. Kwa kizungu huitwa new moon, mwezi wa kuanza mwezi. Kwa Kiarabu huitwa hilal. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia kuwa mwezi hufuata yua siku ile ya hilali ya kuonekana mwezi, yani mwanzo ni lazima lizame yua, baada ya muda fulani ndio mwezi nao ukaonekana. Ndio aya hii inavyomaanisha, na mufassiruna ndivyo walivyofasiri. Tofauti, baada ya yua kuzama ni lazima mwezi ubakie angani kwa dakika 48, ndio ule mwezi utaweza kuuona sisi. Lakini mwezi kama haukubakia angani kwa dakika 48 na zaidi, basi hatuwezi kuuona. Na mwezi huenda kinamna gani na yua, matembezi yake namna gani? Mwezi watembea na yua latembea. Ule mwezi ukipita katikati baina ya yua na dunia na ardhi, ukipita katikati ule mwezi, ndio huambiwa kuna conjunction. Conjunction ni mwezi kuzaliwa, utaambiwa mwezi muda fulani ndio utazaliwa ukipita katikati. Sasa ikipita katikati mwezi pale huwa hauwezi kuonekana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwezi utakuwa mwangaza wa yua ndio ukapiga kwenye dunia, kwenye ardhi. Sasa mwezi ikiwa utapita katikati ya mwezi na katikati ya yua na ardhi, inamaanisha ule mwezi umepinga yua. Mwangaza wa yua uko nyuma ya mwezi, sisi dunia tuko mbele ya mwezi. Kwa hivyo utaona giza tu la mwezi, ule mwezi hatuuoni, mwangaza wake uko nyuma huko ambao umepigwa na yua. Hii kama nafahamika. Sasa mwezi ukipita hapo kwenye hali hiyo, kwenye stage hiyo, ndio ukizaliwa. Kisha baada hapo ukianza kuwatana sasa, kutoka kwenye katikati baina ya yua na ardhi, ndio huanza kitaratibu taratibu. Ndio pale utaona mstari tu waona hilal, ndio utaona mwezi umeonekana. Ndio utaona sasa mwezi umeonekana. Sasa kwa mara hii ikifika Jumanne, ikifika siku ya Jumanne ambapo kwetu utakuwa ni 28 Shabani,
Mwezi ukipita hapo katikati patikana kusufu. Kusufu ni kushikwa kwa lile jua, yani mwezi utafinika jua kikamilifu. Itakuwa watu wa kusini mwa Afrika Kusini itakuwa hata hawalioni lile jua, huona tu wenyewe wasema ring, shape ya ring, yani utaona tu ile alama ile la dori la jua, lakini ile katikati pale huoni, utaona mstari tu wa duara, ni mstari tu umebakia wa duara, lakini ile jua lenyewe hulioni. Hiyo ni dalili kuwa mwezi wakati hono huzaliwa. Sasa ikiwa ni dalili kuwa mwezi wakati hono huzaliwa, itakuwa kule Afrika Kusini saa 8 mpaka 9 ndio tafanyika hiyo kusufu, kushikwa kwa jua saa 8 mpaka saa 9. Huku kwetu itakuwa ni saa 10 mpaka 11. Tukiwasha kwenye ma TV, YouTube na kwenye ma channel makubwa tutaona hali hiyo ikiendelea. Sasa kiwa kwetu huku itakuwa ni saa 11 ndio mwezi huzaliwa. Tena magharibi imekurubia. Baada masaa mawili mwezi utazama. Itakuwa ni ngumu sisi kuona mwezi siku hiyo hiyo. Si ngumu, haiwezekani kuonekana mwezi siku hiyo hiyo. Kwa sababu kihisabu ya falak ya astronomy, mwezi kuzaliwa mpaka kuonekana kwa mato, yani kupita pale katikati baina ya jua na ardhi mpaka kuweza kuonekana kwa mato, ni masaa 15 mpaka 35. Masaa 15 mpaka 35. Yani baada ya masaa 15 ndio huwezekana ukauona mwezi baada ya kuzaliwa. Sasa ukwetu utakuwa ni masaa mawili, utaona hiye mwezi wa masaa mawili. Haiwezekani. Sasa wale wanaofuata Saudia washatangaza kuwa mwezi Jumanne utaonekana. Wao wametangaza hivyo, lakini utaonekana kinamna gani? Haiwezekani kuonekana. Lakini kwa sababu ya kalenda yao ya Qura kuwa ni lazima Jumatano iwe ni Ramadhani. Kwa hivyo wao Jumatano ni Ramadhani, na hii imethibitika kuwa Saudia hawafuati mwandamo wa mwezi, wao hufuata hisabu zao za kalenda. Na hili kwa wao ni kwa sababu wapate kujua zile tarehe za mwaka mzima, ili wapate kujipanga kiserikali, kisiasa zao za serikali, kuwa haji itakuwa lini, Ramadhani itakuwa lini, Idul Fitr itakuwa lini, Yaumu Arafa itakuwa lini. Sasa washapiga hisabu za mwaka mzima na wameliweka kwenye kalenda yao ya Qura. Sasa Qura ikilingana na ukweli, ahlan wa sahlan. Haikulingana kwa ukweli, wao huifuata tu. Kwa hivyo tanbihi kwa wale wanaofuata Saudia ni kwa nyinyi hufuata kalenda ya Qura, hamfuati mwezi wa kuandama wa kuonekana. Na mara hii ulimwengu utathibitisha kuwa mwezi wa kuandama haiwezekani kuonekana Jumanne, kwa sababu Jumanne saa 11 Afrika Mashariki mwezi jua atakuwa limeshikwa, na jua likishikwa ni dalili kuwa mwezi huzaliwa, na mwezi kuzaliwa mpaka kuonekana kwa uchache masaa 15. 11 mpaka magharibi haiwezi, ni masaa mawili. Masaa 15 hayo yako wapi? Na hii ni sunna. Walaona Mwenyezi Mungu hawezi kujalia hivyo. Mungu ametujalia sunna ya maisha. Yeo mwanamke akazaa, tuka tu alfajiri onekana amezaa, amemshika kijana, hakuonekana na mimba, hakuonekana na lolote. Sasa utashangaa wewe mbona umezaa bila mimba? Hata mimba tukuona nayo. Watu hatuamini. Hata na lakini Mwenyezi Mungu hawezi kujalia. Hata Mwenyezi Mungu hawezi kujalia, lakini si sunna ya maisha. Haiwezekani namna hiyo. Au kijana amezaliwa yeo, siku ya pili onekana uko dhaifu tazaboli, kisha kwambia huyu ni kijana letu lomzaana. Onekana haiwezekani. Kwani Mwenyezi Mungu hawezi kujalia? Mwenyezi Mungu hawezi kujalia, lakini amejalia sunna ya maisha ni mpaka kijana akue stage baada ya stage. Sasa namna hii mwezi sunna ya maisha Mwenyezi Mungu amejalia mwezi wetu uno ulimwenguni ni kuwa baada ya kuzaliwa ipite angalau kwa uchache masaa 15 ndio upate kuonekana. Sasa mwezi wa masaa mawili utaonekana hisabu zingine za astronomy siku ya Jumanne wenyewe washapiga hisabu mpaka August tarehe 12. August tarehe 12 jua pia litashikwa. Sehemu za Spain ndo wataliona kwa uzuri. Kwa hivyo hizi ni elimu za astronomy watu huzisoma. Ni kuwa kuna baadhi ya sehemu mwezi utazama kabla ya jua kuzama. Yaani mwezi utapotea kwenye anga kabla ya jua. Mfano sehemu za UAE mwezi utazama dakika moja kabla ya kuzama jua. UAE kule Imarati
mwezi wenyewe ona ambao utaonekana atakuwa ushazama kabla ya magharibi kuingia. Kwa dakika moja mwezi utazama, kisha ndo na jua nalo itaanza kuzama. Sehemu za Riyadh Saudia, mwezi utazama dakika 42 kabla ya jua kuzama. Mwanzo utazama ya mwezi sekunde 42 ndio jua nalo litazama. Mifano iko mingi, tukikatisha huku kwetu Afrika Mashariki, mwezi utazama dakika 4 kabla ya jua kuzama. Yaani mwezi utakuwa ushapotea kwenye anga, lakini jua baada ya dakika 4 ndio litaanza kuzama. Masala mengine ni kuwa ni lazima lile jua liwe kando na mwezi, yani lisiambatane na mwezi kwa degree fulani. Kwa kuona kwa macho wenyewe wakwambia ni degree 7.6 kuonekana kwa macho, ndio limeepukana na masafa baina ya mwezi na jua, hiyo ni 7.6 degrees. Ama kwa zile CCD tarubini zile, iwe ni degree 6 zimeepukana. Sasa siku ya Jumanne itakuwa ni degree 2 peke yake, ni degree 2 peke yake, kwa sababu kama tulivyoanza kunena kuwa mwezi itakuwa katikati baina ya jua na ardhi, kwa hivyo itakuwa zimekurubiana sana degree 2, yafaa mpaka zifike degree 7 ndio mwezi upate kuonekana. Kwa hivyo hiyo pia ni dalili ya kielimu kuwa mwezi hauwezekani kuonekana siku hiyo. Tukimalizia, Ibn Uthaymeen ambaye ni mwanachuoni ambaye alikuwa ni mufti wa Saudia, aliulizwa, je, siku ile kuangaliwa mwezi ikawa sisi tusubiri kuangalia mwezi, lakini ikawa kuna sehemu jua limeshikwa, ikawa kuna sehemu nyingine jua limeshikwa, huku ni magharibi tutasubiri mwezi, lakini tukasikia habari kuwa mtana kwa mfano Amerika jua limeshikwa, je, inawezekana siku ya pili tukaanza Ramadhani? Yani inawezekana tukauona mwezi? Akaenda haiwezekani, kwa sababu jua kushikwa ni dalili ya mwezi kuzaliwa, na mwezi kuzaliwa mpaka upite muda mrefu ndio uonekane. Kwa hivyo haiwezekani kwa kwingine mwezi wazaliwa huku sisi tuuona mwezi. Mwezi wazaliwa huku tuuona. Kijana uko matumboni, sisi wengine tutazaa naye nyumbani. Iwe kijana uzaliwa kule hospitali, watu wengine wako nyumbani utazaa naye yule kijana. Zito zingiliki akilini. Kwa hivyo Ibn Uthaymeen mwenyewe akanena kuwa haiwezekani kwa siku ya pili watu wafunge, kwa sababu ni siku ile ile ya mwezi wa jua kushikwa na ni dalili ya mwezi kuzaliwa. Na haya ni makala yako kwenye jarida la Dawa la Saudia toleo la 1725 ambalo lilitolewa tarehe 6 Shawwal mwaka wa 1420 Hijria. Kwa hivyo ni mambo ambayo yako wazi kabisa. Kwa hivyo tusibabaishwe kwa ati tuangalie ni mwezi siku ya Jumanne ambao kwetu ni tarehe 28 Shaabani itakuwa tufanya mambo ya kizuka, tutaonekana na sisi ni wainga, hatuelewi mambo ya ulimwengu na mnaonavyoenda. Sisi kwa hesabu yetu na hesabu ya sawa ni kwa 29 Shaabani ni Jumatano ndio siku tutaanza kuangalia mwezi. Tukiuona Alhamisi tutaanza Ramadhani, tusipouona Ijumaa tutaanza Ramadhani, kwa sababu madhhabu ya yetu ya Imam Shafi ambao ni madhhabu mu'tamad ya Afrika Mashariki ni kuwa mwezi ni lazima tuuone kwenye matlai yetu, tuuone kwenye eneo letu hili la Afrika Mashariki. Kwa hivyo tukiuona ahlan wa sala tutafunga, tusipouona ikatokea mawingu, mivua Afrika Mashariki mzima, mawingu, mwezi haukuonekana, pia itabidi tumalize Shaabani, Alhamisi, Ijumaa tuanze Ramadhani inshallah taala. Na namna hii ndio mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.